Yesu makofi na vigeregere. Alafu acha story. Yote ile acha story. Niko hapa kwa mamlaka ya Mungu, lakini pia serikali ya Jamhuri ya Muungano inatambua. Naomba uwe makini. DJ, naomba usichezee laptop tafadhali. Naomba tulie na ukae chini. Umeshaseti, usiguse kitu chochote. Amina. Tuko pamoja. Usiguse laptop tafadhali. Yesu ndio bosi wako. Ukifanya hivyo nitatoa taarifa kwa bosi wako. Usifanye hivyo. Alafu nakupenda sana. Piga makofi mazuri kwa ajili ya DJ wake. Shangilia Bwana, makofi na vigelegele. Asante sana. Kijana wewe ni muelewa. Na mimi nakupenda sana. Kwanza sasa hivi wewe ni rafiki yangu. Jamani, sini amina. Wapendwa, sini amina. Jamani, sini amina. Jamani, sini amina. Magazini yako tuendelee. Nilikuwa tangazo la wadhamini. Amina, amina. Haya, ujumbe wetu unasema Yesu ni kimbilio. Yesu ni kimbilio. Makutano, mwambie jirani yako Yesu ni kimbilio. Napenda sauti zenu za makelele. Mwambie tena jirani yako Yesu ni kimbilio. Unanibariki. Rudia tena ya mwisho. Mwambie Yesu ni kimbilio. Amen. Wapendwa, nataka nikupe tafsiri ya kimbilio kwa muktadha wa mistari hii ambayo tumesoma. Kimbilio maana yake ni sehemu salama. Ninapozungumza kwa habari ya kimbilio, ninazungumza mahali salama, mahali ambapo mtu alikuwa anafukuzwa na panga au wawe, na kwa sababu hiyo anakimbilia mahali fulani na anakuwa salama. Sema amina. Sema amina. Yesu ni salama au Yesu ni kimbilio. Jina la Bwana na libarikiwe sana. Jamani, jina la Bwana na libarikiwe sana. Sikiliza nikwambie, hapa tumesoma neno la Bwana. Tunaona Mungu anamwagiza Musa, anamwambia Musa, utawatoa wana wa Israeli katika nchi ya Misri na kuwapeleka Kanaani, na huko Kanaani utakapofika katika nchi ya Kanaani utafanya mambo yafuatayo, na miongoni mwa mambo hayo ni pamoja na haya. Sema amina kubwa, niseme kitu. Bwana anamwagiza Musa, anamwambia ukifika Kanaani, tenga miji sita. Tenga miji sita. Weka Sega, chagua na Michungwani, chagua sijui na Magoroto. Weka miji sita, na miji sita hiyo itaitwa miji ya makimbilio. Naye Bwana anamwambia sababu ya kutenga hiyo miji ni kwamba kama ikitokea kuna mtu mmoja amemuua ndugu yake au amemuua mtu kwa bahati mbaya au kwa kusudia, ikitokea ameua, akikimbilia kwenye ile miji, miongoni mwa ile miji akikimbilia, atakuwa salama, hataweza kuuawa. Sema amina kama unanielewa. Sema amina kama unanielewa. Sema amina kama unanielewa. Mgeukie jirani yako, mwambie Yesu ni makimbilio. Mwambie Yesu ni kimbilio. Hujanielewa, ngoja nikusogelee. Mwambie jirani yako Yesu ni kimbilio. Ngoja napita hapa kinyume na taratibu. Sema amina kama unanielewa. Sema amina kama unanielewa. Mwambie jirani yako Yesu ni kimbilio. Mwambie tena jirani yako Yesu ni kimbilio. Sema amina kama unanielewa. Ninaposema na maneno sikia upako, nasikia nguvu za Mungu mahali hapa. Yesu ni kimbilio. Rakata la mokori ya basaka. Nasema Yesu ni kimbilio. Unayeniona mahali hapa nilifungwa na majini 300, lakini Yesu nilipokutana naye akachomoa majini yote, akabadilisha maisha yangu. Ndio maana ninasema Yesu ni kimbilio. Nasema Yesu ni kimbilio. Haleluya, watu wa Bwana, maana yake ni salama. Sema amina kama unanielewa. Mwangalizi nipishe nipande. Haleluya, haleluya. Ina mikono yako juu, mpe Yesu makofi na vigeregere. Haleluya. Jamani, haleluya. Yesu ni kimbilio. Anamwambia weka hiyo miji ya makimbilio. Weka Kadesh, weka Bezeri, weka Golani,
anakusudia mahali hapa. Weka pose mahali hapo. Yaani kama mtu ameua, au sio bwana? Kama mtu ameua alafu naye anataka kuuawa, akikimbilia hapo kwenye mji wa makimbilio anakuwa salama. Mpe Yesu makofi na vigeregere. Mpe Yesu na makofi na vigeregere. Weka pose ni weke nyingine. Weka pose ni nyingine. Anasema hivi, ikiwa mtu ameshikwa ugoni, akikimbilia hapo kwenye mji anakuwa salama. Sema kama unanielewa. Sema kama unanielewa. Piga Yesu makofi.